kusamehe. Na pia tunazidi kuendelea na hiyo lesson ili tuweze kuelewa kusamehewa na kusamehe. Na leo topic ni tujifunze kwa Yesu Kristo. Kama kwa karibu na mtu mwambie ujifunze kwa Yesu Kristo. Topic ya leo ni kujifunza kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na ni yeye mwenyewe alisema jambo hilo. Tuangalie kabisa Mathayo. Mpendwa mtazamaji, naomba unganike nami katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29, na pia hapa kanisani tuunganike pamoja kusoma ile neno. Jifungeni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Tunapozungumzia kuhusu kujifunza, kunaambatana na raha inayopatikana ndani ya nafsi. Lakini kuna watu wengi ambao ni Wakristo, kuna watu wengi ambao ni wahubiri, kuna watu wengi ambao ni washirika wa kanisa, kuna watu wengi wamesamehewa dhambi, na kuna wengine pia hata hawajasamehewa dhambi. Lakini wana shida moja. Shida walio nayo hawajajifunza kwa Yesu. Kama utajifunza kwa Yesu, utakuwa na furaha, utakuwa na raha katika nafsi yako. Nini imekunyima raha katika nafsi yako? Leo tutazungumzia jambo hilo. Na tunapoangalia vile Biblia inasema, jifungeni nira yangu, kwa kuwa mkajifunze nira yangu, mkajifunge nira yangu, mkajifunze kwangu. Mkafanya nini? Mkajifunze kwangu. Yesu anasema tukajifunze kwake. Kwa nini Yesu anasema tukajifunze kwake? Haleluya. Kwa nini Yesu anasema tujifunze kwake? Kuna moyo Yesu ako nao. Na moyo Yesu alikuwa nao ni moyo tofauti sana na mwanadamu. Nataka tuweze kuangalia moyo wa mwanadamu, nini iko ndani ya moyo wa mwanadamu na ni nini iko ndani ya moyo wa Yesu Kristo. Tuangalie kabisa Waefeso. Waefeso ni 4 mstari wa 31. Nataka tuangalie kile kiko ndani ya moyo wako. Ondoeni kabisa uchungu, ghadhabu, hasira, kelele, masingizio pamoja na kila aina ya uovu. Tusome na Kiswahili kingine. Uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Haleluya. Wakati Biblia inaposema uchungu na ghadhabu na hasira na kelele na matusi yaondoke kwenu, maanisha yako hapo? Kumanisha bado yekewe yudo bilegwa mantu yumarakeo yule moyo wedene mtu. Biblia inasema uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matusi yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Hiyo ni mwanadamu. Haleluya. Katika ulimwengu wa moyo wa mwanadamu kuna uchungu. Uchungu unapatikana kwa sababu ya yale uliyofanyiwa. Huwezi kuwa na uchungu kama haujakanyanga. Ukikanyanga ndio unajihisi uchungu, si kweli? Unajihisi namna gani wakati mtu anakudharau? Unajihisi namna gani wakati mtu anakutusi? Unajihisi namna gani wakati mtu anakufanyia vibaya? Unajihisi furaha ndani ya moyo wako? Unajihisi amani ndani ya moyo wako? Unahisi niko na raha katika nafsi yangu? Nini unayohisi wakati unatukanwa, wakati unadharauliwa, wakati ambapo unafanyiwa mabaya? Unajihisi namna gani? Unajihisi raha? Haleluya. Unahisi nini
uchungu ndani ya moyo wako. Jambo lingine gani linafuata? Unahisi ghadhabu, unahisi hasira kwa sababu ya yale yote unafanyiwa. Haleluya. Na nataka sasa tuangalie maisha yetu. Sisi tunajihisi uchungu tunapokosewa, tunahisi hasira na ghadhabu tunapokosewa. Na wakati unapomkosea Mungu, Mungu anajihisi aje? Adamu alipomkosea Mungu, Mungu alihisi namna gani? Mungu alifurahia? Mungu hakufurahia. Na Mungu hakufurahia. Alikuwa na uchungu, alikuwa na ghadhabu, lakini mambo yote hakuadhibu mwanadamu. Gharama yote ya kulipia dhambi ya Adamu, Mungu hakuiweka kwa Adamu, aliweka kwa upande wake. Gharama zote, Adamu umeniasi, Adamu umeniasa, gharama zote za kulipia dhambi yako asitaweka juu yako, zote nitaweka juu yangu. Mungu akaweka juu yake. Na alipoweka juu yake, Mungu aliweza kulipia dhambi ya Adamu, akaua mnyama. Haleluya. Katika maisha yako ulitenda dhambi, uliishi maisha mwenye dhambi, lakini hakuna mahali Mungu anakuambia ulipie hiyo dhambi. Gharama zote za kulipia hiyo dhambi yako Mungu aliweka upande wake. Na alipoweka upande wake, tunaona maandiko vile inaeleza, Yesu alikuja akafa kwa sababu ya dhambi yetu. Yesu hakuwa na dhambi, hakutenda dhambi, hakuwa na hila. Yesu alikuwa mtakatifu, alikuwa mwenye haki, alikuwa mwana wa Mungu. Na gharama zote za dhambi, za kulipia dhambi, Mungu aliweka juu ya Yesu Kristo, ili wewe uweze kuwa huru kutokana na dhambi. Mungu alighadhibika na wewe. Ghadhabu yote Mungu alikuwa nayo aliweka juu ya Yesu Kristo. Hasira yote aliyokuwa nayo kwa ajili ya mwanadamu, Mungu alisukua yote akaweka juu ya Yesu Kristo. Haleluya. Ili uweze kuwa huru kutokana na dhambi. Yesu akakuja ulimwenguni. Yesu alipokuja ulimwenguni, je, wanadamu walimpenda? Walimpenda kweli? Kama wanadamu wangempenda, Yesu angeanza kanisa ya watu 120? Hakuna yule aliweza kusema huyu Yesu ni Mwokozi, amekuja kuniokoa, inafaa niungane na yeye. Watu wengi walimkataa, mpaka ikafika kiwango cha Yesu kuuawa. Na wakati Yesu alipokuwa akiuawa, akitandikwa, akiteswa kwa ajili ya dhambi, kuna neno Yesu alisema. Haleluya. Na ndio tunasema tujifunze kwa nani? Tunajifunza kwa Yesu. Hili ndio neno Yesu alisema. Yesu ako katika mateso, Yesu anatandikwa, anatemewa mate, anapigwa ngumi. Watu wanamwambia, pungua, nani aliyekupiga? Jiokoe wewe, ulikuwa unaokoa wengine, jiokoe. Ameviakiwa, ametukanwa, ametemewa mate, amepigwa makofi, amesabuliwa nguo zake, mpaka wakapigia nguo zake kura. Yesu alisema namna gani? Yesu akasema, Baba uwasamehe. Haleluya. Baba ufanye nini? Wale anasema wamsamehe, wanamvika nguo ama wanamtoa nguo? Baraka baba barekere, kama umwekera nguo kanava mulitangua. Iyo kama Yesu wako mwilitane kewoni, mwilitane kwa nyaka kurekere kinya baba obuzi, borombere kinya baba obuzi, mwende ngubenu, mwende barabate mwendete. Okia kwene mutoro kwendete, kurona niya fadhili ereko. Katone ni Biblia, ura Yesu wadoritana. Tafadhali tukumegerasi nekia Yesu, kenda tuba kuelewa utanibwa Yesu. Na tuomba kuelewa utanibwa Yesu wadoritana, tutajifunza kwake. Tuangalie kitabu cha
yako na usukie adui yako. Hiyo ndio sheria. Sheria inasema penda jirani yako, lakini sukia adui yako. Wakati unaposukia adui, uko chini ya sheria. Na maandiko yanasema kabisa, Wagalatia 3 inasema vizuri, wote walio matendo ya sheria wako chini ya laana. Kwa hivyo wakati ambapo unapenda yule anayekupenda, unasukia yule anayekusukia, uko chini ya sheria. Na kama uko chini ya sheria, uko chini ya laana. Haleluya. Na maandiko yanaeleza vizuri, Kristo ni mwisho wa sheria, ili kila amwaminie ahesabiwe haki kwa imani. Tunapofika kwa Kristo, tunatoka kwa sheria, tunaingia kwa imani, tunaingia kwa neema. Neema ni yale tusiyoyaweza. Mimi siwezi kupenda adui yangu kiukweli. Unaweza? Mimi siwezi kupenda adui yangu, na siwezi kuombea yule anayeniudhi. Huo ndio moyo wa mwanadamu. Lakini ninapopata huu moyo wa Yesu Kristo, wakati neno linaingia ndani ya moyo wangu, wakati neno la Mungu linaingia ndani ya moyo wangu, wakati hili neno liliingia ndani ya moyo wangu, liliweza kubadilisha moyo wangu. Sikujaribu kubadilika, bali neno lina nguvu ya kulibadilisha, na hilo neno likabadilisha moyo wangu. Na pia wewe mpendwa mtazamaji, na pia wewe uko hapa kanisani siku ya leo, ili neno likiingia ndani ya moyo wako, litabadilisha moyo wako. Ili neno gani linaingia ndani ya moyo wako? Mstari wa 44 inasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi. Haleluya. Yesu anasema namna gani? Sheria inatuambia tupende jirani zetu, tusukie adui zetu. Yesu amekuja na moyo tofauti, na huo moyo ndio Yesu anataka tuwe nao. Anataka tupokee moyo wake. Anasema, lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Haleluya. Kulingana na moyo wa mwanadamu, hakuna mwanadamu anaweza kupenda adui yake. Moyo wa mwanadamu ni mwovu, na kila kusudi anaowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Ndani ya moyo wa mwanadamu hakuna vizuri. Huu moyo wetu unafaa uondolewe ili tuweze kupata moyo mpya. Na huu ni moyo mpya Yesu anatuumbia hapa kupitia hili neno. Kwa sababu pasipo neno hakikufanyika chochote kilichofanyika. Kwa nini hakuna kile kimefanyika ndani ya moyo wako? Ni neno aliyeingia ndani ya moyo wako. Hili neno Yesu alisema namna gani? Lakini mimi nawaambia, waombeeni, wapendeni adui zenu. Endeni adhabai. Endeni adhobenu, na rombereni barababuthi, wabarombere mai. Haleluya. Nurombere mungogea mai, nurombere mungogea mea, nurombere mungogea mea. Haleluya. Ingwete kia rombere mungogea mai, utentu kwa rombere mea. Kawe unguro sheria ekwera enda uroko endete dhora uroko doere, lakini kero betora Yesu torengera uramo endene moyo wawe notoritana kende toba kwa mbele moyo wawe eto iraka eto twende anubeto na kinyamara batu vitu barombere ya. Haleluya. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu. Lakini mimi nawaambia, wapendeni nini? Adui zenu. Na mnapoingia katika maombi, muombee wale wanaowaudhi. Waombeeni wale wanaowaudhi. Haleluya. Huo ndio moyo Yesu Kristo anatufundisha. Huo si moyo wetu. Ndio Yesu alisema mjifunze kwangu. Tunapojifunza kwa Yesu, tunaona Yesu wamemvua mabasi, wanamtandika, wanamtemea mate, lakini yeye anasema, Baba wasamehe. Haleluya. Ndani ya moyo wa Yesu Kristo kuna msamaha. Je, ndani ya moyo wako nini iko ndani ya moyo wako? Ndani ya moyo wako nini iko ndani ya moyo wako? Ghadhabu, uchungu, hasira, kelele, matukano
na ubaya wa kila namna. Kuna moyo wa mwanadamu umejaa maneno yale yalinenwa. Kuna mtu alinena maneno mabaya kuhusu. Kuna mtu alikusengenya. Kuna mtu alikutukana. Kuna mtu alikuudhi. Huyo mtu ambaye toka ndani ya moyo wako ako ama alitoka. Sasa unaona mambo yale yamejaa ndani ya moyo wako yamekunyima furaha, yamekunyima amani, kwa sababu haujajifunza kwa Yesu. Ukijifunza kwa Yesu utapenda adui yako, utapenda yule anayekuudhi. Haleluya! Mwanza kujifunza kwa nani? Kwa Yesu. Na unapoingia katika darasa la Yesu, unakana moyo wako, unakana mawazo yako, ili uweze kupokea mafundisho na moyo. Mafundisho ya Yesu Kristo yana moyo wake. Msamaha tunaopata kwa Yesu Kristo, msamaha tunaopata kwa Mungu, huo msamaha umebeba moyo wa Mungu. Haleluya! Mungu aliwasamehe mkiwa watu aina gani? Waovu. Mlikuwa wazuri. Na wewe alikusamehe wakati gani? Wakati uliamini ama kabla ya kuamini? Hata ulipokuwa mwenye dhambi, hata ulipokuwa mchafu, ndani ya moyo wa Mungu alikuwa ameshakusamehe tayari. Ndio watu wengi wanafikiria msamaha tunapata kwa kuomba. Tukienda kuomba Mungu msamaha, tukienda kulizia Mungu msamaha, ndio wakati huo Mungu anatusamehe. Hapana, Mungu alikusamehe hata kabla ya wewe kuzaliwa. Hata kabla ya dunia kuumbwa, tayari Mungu alikuwa amekusamehe. Ndio alikuwa anajua atakuumba na utaanguka katika dhambi, na akaandaa msamaha kabla ya uanguke kwa dhambi. Haleluya! Na wewe unafaa uandae nini? Ndani ya moyo wako andaa kusamehe hata kabla ya kukosewa. Andaa msamaha hata kabla ya kukosewa. Hii ndio moyo Mungu anatupatia. Mungu moyo wake ni moyo aina gani? Aliandaa msamaha kabla ya mwanadamu kuanguka katika dhambi. Tayari Mungu alikuwa ameandaa msamaha kwa ajili yako. Amen. Kama umeandaa kusamehe hata ukikosewa, haitakuwa Mungu kusamehe. Haleluya. Kuna kijana mmoja aliambia baba yake nataka kuoa. Baba akamwambia sema pole. Baba akamwambia sema, kijana akamwambia sema pole na kuna kitu nimefanya. Baba akamwambia nimekuambia useme pole. Baba mbona niseme pole na kuna kitu nimefanya? Baba akamwambia nimekuambia sema pole. Kijana akasema nitasema pole hata kama hakuna kitu nimefanya. Akasema pole. Baba yake akamwambia nimekuambia uanze kujifunza kusema pole hata kama hujakosewa. Haleluya. Kabla uoe, jifunze kusema pole hata kabla ya kukosewa. Hata kama hakuna makosa umekosa, ukiambiwa sema pole, anza kujifundisha kusema pole. Haleluya. Kwa hivyo Mungu anatufundisha kusamehe wale wanaotukosea hata kabla ya kuja kutuomba msamaha. Kama vile alitusamehe katika Kristo. Ukisoma kitabu cha Ufunuo 13 mstari wa 8, maandiko yanasema mwana-kondoo aliyechinjwa hata kabla ya misingi ya dunia kuwekwa. Mbona asindwe? Alisindwa kwa sababu ya dhambi yangu na dhambi yako. Kabla ya dunia kuwepo, Mungu alikuwa ameshasamehe dhambi yetu kupitia Yesu Kristo. Dhambi yetu ilikuwa imeoshwa na damu ya mwana-kondoo hata misingi ya dunia yawekwa. Ujifunze kwa Yesu Kristo. Haleluya. Lakini mimi nawaambia, pendeni adui zenu, waombeeni mema wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake kwa waovu na wema, huwanyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Ili uweze kuwa mwana wa Mungu, lazima uwe na moyo wa baba yako. Haleluya.
mzazi, kila ndugu, kila dada, unapenda kuzaa mtoto anayekufanana ama anafanana na jirani yako. Hata kama kuna sura mbaya kiasi gani, hata kama ni mwovu kiasi gani, unataka kuzaa mtoto wako afanane na nani? Na jirani yako ambao ni mwema? Unataka mtoto wako afanane na jirani yako ambao ni handsome? Unapenda uzae mtoto ana sura yako kamili. Ukimwona unasema huyu ni mwanangu kwa sababu anakufanana. Hivyo hivyo na sisi, ili Mungu atusifie sisi, tuwe na sura ya baba. Sura ya baba ni gani? Tupende wanaoturithi. Vile baba alivyo, jua lake liking'aa, linang'aa kwa waovu na wema. Mvua ikinyesha, inanyesha kwa wenye haki na wasio haki. Mungu hafagui, anapenda wote. Haleluya. Anapenda wenye dhambi na wasio wenye dhambi. Anapenda wenye haki na wasio haki. Anapenda waovu na anapenda wasio waovu. Haleluya. Usipende wale wanaokupenda. 46. Maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi, mnapata thawabu gani? Mkipenda wale wanaowapenda, mnapata thawabu gani? Thawabu gani unapata? Ukipenda mwenye anakupenda, unapata thawabu gani? Je, Biblia inasema hata watosa uzuru, je, au ufanya hayo? Hata watosa uzuru, hata wenye dhambi, hata walevi. Mlevi anapenda mlevi. Haleluya. Kuna mtu ambaye kama ameishi na mlevi? Umeishi na mlevi? Mlevi anaweza kununulia walevi pombe hata 10,000, hata 50,000, hata 100,000. Lakini wewe ulevi, umwambie sasa, mimi sitaki pesa nyingi, leta tu kili moja nikakule nyama, atakupatia. Kwa sababu gani? Wote wamoruoge. Wezi wajia ya kwake. Mlevi kununulia mlevi mwenzake pombe si shida. Hebu mwambie mimi silewi, na nataka nikunywe pombe 5,000, nataka unipatie ngiri moja, uokoe hili. Atakupatia. Walevi wanapendana. Kinywaji hapa kwa sababu kijijini ikombe bila baswa au ikomino kada kwa begerako. Ode kwa bila baswa ikomino kada naye ikira kuko. Oga kwa ikomino kada yake begera. Asasa na sio kombe. Wewe wakati wakinya muratini hapa nya begere temebele. Nyungoni. Wakunda wewe ukora wasoke kona bakanywa. Nonto ibende ne bongo kwa bongo. Ene woka kwenda baba kwende tere. Oriona ni otugi bureko. Ukianza kupenda wale wanakupenda na usikie wale ambao wanakusikia, unaonyesha fadhili gani? Hata watoza uzuru na watu wa mataifa na wenye dhambi, ndio maisha yao. Sasa wao wamezidi wenye dhambi na nini? Unawasida na nini? Wenye dhambi wanapendana, na wewe unapenda wale wanaokupenda. Yesu anasema mjifunze kwangu. Haleluya. Tunaposamehewa, tunapopata msamaha wa dhambi, kuna moyo Yesu Kristo anatupatia. Na ndio kipindi kiliyopita tulisoma kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 21 mpaka 35. Na tuliposoma tuliona vile Petro alienda kwa Yesu akamwambia, Bwana, ndugu yangu alikosema na dhambi nimsamehe mara 7? Yesu akamjibu akamwambia, sikwambii mara 7, bali ni mara 70. Kwa hivyo kwa siku moja unafaa kusamehe mara ngapi? Obati kurekera maita 490 tukuyana. Na mtu mmoja
wale tutaneatre. Huyu ni mtu mmoja amekukosea mara 490. Huyu ni mtu mmoja. Ukosewe na watu 10. Kila mtu anadai ngapi? Kila mtu katika watu 10 anadai mara ngapi? Unafaa kusamehe mara ngapi? 490. Sawa. Ukiangalia moyo wako, unaweza kusamehe mara ngapi? Katika moyo wako unaweza kufikiria naweza samehe mara 1, naweza samehe mara 2, naweza samehe mara 3, lakini ikifika 4 siwezi samehe. Watu wako na ngumu sana kusamehe ni wanawake. Pole kwa kusema hiyo. Mwanamke anaweza kuambia nimekusamehe, ukimkosea tena anakuambia unakumbuka jana. Haleluya. Unamwomba msamaha, naomba unisamehe, anakuambia ni sawa, mnaseka, mnafurahia. Lakini kesho ukimkosea anakuambia unakumbuka juzi, unakumbuka jana. Anasamehe lakini asahau. Tunapoangalia maisha yetu katika Biblia, sisi tunafananishwa na wanawake. Tunaweza kusamehe lakini tusije kusahau. Lakini tunapoingiana na Bwana wetu Yesu Kristo na moyo wetu kuwa moja na Bwana wetu Yesu Kristo, tunasamehe na tunasahau. Amen. Tunasamehe na tunafanya nini? Kwa sababu Mungu Baba wetu anatufundisha kusamehe na kusahau, kwa sababu hata yeye alisamehe dhambi zetu na akasema hatakumbuka tena kabisa. Huo ndio moyo Yesu Kristo anatupatia, wa kusamehe wale wanatukosea, na tunapowasamehe tunawasamehe na tunasahau. Amen. Ukipata huo moyo utakuwa na furaha ndani ya moyo wako. Hiyo kinyongo kwa ndani ya moyo wako, hiyo kukosa furaha ambao kwa ndani ya moyo wako utaondoka. Amani itaanza kuingia ndani ya moyo wako, furaha itaanza kuingia ndani ya moyo wako, matumaini itaanza kuingia ndani ya moyo wako. Ukiondoa watu wote ambao walikuongelelea, watu hao wote walikukosea, ukiwaondoa ndani ya moyo wako, utaanza kuhisi furaha ndani ya moyo wako. Haleluya. Kwa nini Mungu alifurahia? Kwa nini Mungu alifurahia kifo cha Yesu Kristo? Kwa sababu Mungu dhambi zote ambazo zilikuwa zimefanya siwe na amani kati ya mwanadamu na Mungu, tayari hiyo dhambi imeondolewa. Na hiyo dhambi ilipoondolewa, akasema huyu ni mwanangu ninayependezwa naye. Kwa sababu gani? Ameondoa kile kilikuwa kinanihuzunisha ndani ya moyo, na kutoka hapo nina furaha kwa ajili ya mwanadamu. Msamaha, kusamehewa na Mungu kuna kufanya uwe na mapatano na amani na furaha kati ya wewe na Mungu. Kusamehe ndio kuna kurekera mtonge ikoko kuyenga furaha kwa Mungu. Haleluya. Kurekera Mungu kwa mbele ya Mungu kuyenga furaha akatika wewe nao na Mungu. Alafu tegorone hii kurekera baba kutokia kuyenga furaha na amani kile mkorowe kuu ninawaje kurekera baba kutokitie. Haleluya. Ile mtu rekera bonde baba kutokitie. Kinabata kurombo rekera. Haleluya. Rekera ora vedraja. Tukidira sisi kwa mwanzo wa Efeso kenda tunakwenda na lesson hii kibindi ni kingi. Wa Efeso ina mstari wa 33 badere tena wewe wafadhili ninyi kwa nini wenye huruma mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Wewe wafadhili ninyi kwa nini wenye huruma mkisameheana kama Mungu katika Kristo alivyowasamehe. Mtu yule amesamehewa anasamehe wale wanaomkosea. Haleluya. Na mkielewa hayo, mkijifunza hayo kwa Yesu Kristo, mtakuwa na furaha na raha katika nafsi zenu. Tushukuru Baba mtakatifu tupatie siku ya leo. Tuna imani ya kwamba ulituma mwana wako Yesu Kristo na akabeba dhambi zetu zote, na damu yake iliyotirika msalabani ikatuoza dhambi zetu zote. Na Bwana Yesu, baada ya kuoza dhambi zetu, umetusihi tusamehe wale wanaotukosea.
hata kama tukosea mara ngapi, Bwana Yesu umetupatia huo moyo wa kusamehe mara 770. Moyo wetu una uwezo wa kusamehe hata mara moja, lakini moyo wako ambao umeweka ndani mioyo yetu, umeweka moyo ambao ni moyo zaidi ya moyo wa mwanadamu, moyo ambao unasamehe mara 770. Asante kwa sababu umetusihi tusamehe kama vile ulivyotusamehe katika Kristo. Kwa imani katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Tuage mtazamaji kwa makofi sana.